huwezi kumzuia mtu kuonyesha hisia zake akiwa anampenda mtu. Ndio. Kwa mara kwa mara kwanza namuona Champagne anaongea, mimi nilikuwa nachukulia tu hivyo. Kwa hiyo nikaa namwangalia, yani watu wananitumia clip naangalia, then baadaye ilipoendelea ilipoona sana inaendelea. Kitu cha muhimu sana, kama umepata mtu ambaye anakupenda, mnapendana, yes, mnaoana. Nampenda Kajala sana, ni mwanamke mzuri, ana kizazi kizuri sana. Pia kwa kucheka kwake tu unaona au kaya anasirika wala asiriki. Isaac TV. Burundi is my second home, so nimefurahi, nadhani nitakuja zaidi na zaidi. Yeah. Muito bien. Amahoro. Okay. Tuko hapa ni juu ya event ya kesho. Tutaenjoy, ni siku ya wanawake. Pia tulipendelea kuenjoy na dada yetu Kajala. Kajala kwanza ni mwanamke mzuri, mpigie kwa makofi. Pia tumpigie makofi Citizen Kona, boss wa Citizen, Davis. Mnajua leo mie kwanza acha niseme kiufupi kwanza. Mimi nafurahi sana. Ilikuwa ndoto yangu mimi kumuona Kajala live. Na leo nimemuona live na mpenda Kajala. Sio ibakilie kama Mr. Champagne anaiongea kwa mitandao, sijui nini. Naisema hapa mbele yake nisikia, mnipigie na mimi makofi. Nampenda Kajala sana, ni mwanamke mzuri, ana kizazi kizuri sana. Pia kwa kucheka kwake tu unaona au kaya anasirika wala asiriki. Afu msimulize maswali mengi sana. Ana tabia ya kuongea. Naona sio msemai sana. Alafu ni iko na roho nzuri sana. Kesho tunahitaji watu wote mkuje pale, mtusapoti. Ni kitu kikubwa sana na pia itakuwa ni maendeleo sana hapa Burundi kwa kuona Citizen Kona imesaidia imefikisha Kajala mpaka hapa Burundi na tunaenjoy naye, itakuwa poa zaidi. Naona leo watangazaji Mungu wote tunaona kamera zilizo waziwazi, mkamate mavideo tukitoka hapa mziposti, msiogopi, mtie fasi yote. Sina mengi ya kuongea, kikubwa ni kwamba nimetoa nyimbo ya kwanza ya Kajala mlisikia, nikatoa nyimbo ya pili ya Kajala na wenye wako wanasema ndio nitoka terme nikasema bakasema baseme tena. Kajala amekuja iko Burundi, hivi watasema ni wale ya kusema. Na wakiendelea kusema natoa nyimbo ya tatu tena. Sitaki kuongea mengi zaidi. Kama kuna maswali mnaweza mkauliza, tunaendelea na ibada. Asante sana. Kwa hiyo yani zikitokea interview, unajua interview nyingi kama hapo unaona kamera zimekaa hivi nyingi, kuna mambo ya kujikanyaga. Unaweza kuongea kitu baadaye unakuja kujiona unasema kwa nini niliongea vile? Kwa hiyo ninakuaga nakwepa sana. Lakini sio kama hivi bora mmeniita nimekuja. Yeah. Kama nilivyosema pale airport, huwezi kumzuia mtu kuonyesha hisia zake akiwa anampenda mtu. Ndio. Kwa mara kwa mara kwanza namuona Champagne anaongea, mimi nilikuwa nachukulia tu hivyo. Kwa hiyo nikaa namwangalia, yani watu wananitumia clip naangalia, then baadaye ilipoendelea ilipoona sana inaendelea, nikasema yani why not, hata kama yani chochote kitakuja kutokea, maybe we can be friends. Watu unaweza kufanya vitu vingi, maana nikamfollow back, then tunaongea, tunachat WhatsApp, yani so is a good friend. Thank you. Wewe pia makofi. Unasikia tunaongea Asante sana. Hiyo itakuwa surprise. Wataniona kesho. Yeah. Mweko ya puta kusikia na mabiasi na mpenda na mie
Amkusikia Sasa nisikie sasa. Unaweza ugoma lagi. Unaweza ukampenda mtu sio kumaanisha unapendana na mtu. Si ndio? Na ukionyesha hisia zako inatokana sasa na muda. Si ndio? Au utasema sai jo champagne anampenda Kajala, Pape Kajala pia anasema okay sawa tunaanza pendana. Inawezekana si ndio? Sasa kiufupi mimi naweza nikasema kwamba tupatie muda. Sawa tupatie muda. Mwende mnatufuatilia polepole siku kwa siku. Itakuwa tu fresh. Si ndio? Sawa. Hiyo kesho nilisema tupatie muda. No, ni maswali yanaweza kufundisha pale. Kwa hapo tayari umeshajibia, nimsikie na kwa Kajala. Sababu unajua Kajala anajifunza Mungu kila mtu ana pendekezo lake. Labda wewe unamchukua kama rafiki, Kajala anachukua kama mpenzi. Aidha Kajala anachukua kama mpenzi, wewe unachukua kama rafiki. Ndio maana mpendaji sana ni mwanamke. Tumsikie Kajala tafadhali. Kama nilivyosema, huwezi kumzuia mtu kuonyesha hisia zake. Kwa hiyo Champagne anasema ananipenda mimi. Wewe kwako unamchukuliaje Champagne? Siwezi kukwambia namchukuliaje. Hiyo ni siri yangu. Lakini mimi nakwambia is a good friend to me na uko mbeleni tunaweza tukawa hata business partner, yani vyovyote tegemea. Yes. Swali moja tu sio swali, ni kama kaneno kamoja tu ambacho tulikuwa tunasema airport. Ndio malizia. Kuna tulikuwa tunasema kwamba ni Papa Paula. Nadhani watangazaji wengi tulikuwa Papa Paula. Tuseme inshallah au inshallah season. Una mambo sana. Bo tunasote page. Ni dada mmoja mstaarabu, mpole, napenda kufanya kazi, napenda kufahamiana na watu. Ni mama wa mtoto mmoja, napenda familia, nampenda Mungu. Yes. Aisha sema tu unaongea kwa WhatsApp. Okay, samaki mnataka WhatsApp tuanze kuonesha tunaongea. Unajua kumitandao hapa mbele ya watangazaji. Kuna maswali mengine mtu aweza kujibia. Sijui kuevitema naona maneno ya watu. Sio kila mtu ambaye anakufollow atakupenda. Kuna mtu anakufollow anakusubiri kwa vitu kidogo tu. Baadaye aanze ongea mambo mengi unajua. Kajala shafika yuko hapa. Mungeuliza maswali pia ya event hii inaendelea. Kama kila anauliza maswali tu ya Kajala Champagne. Tushafika tuko hapa. Si mwanatona. Kajala mwanamke mzuri sana, mpigie makofi tena. Mutuze kwa maswali kwanza ya event. Asante sana. Kwanza tufurahi sawa kwa kuona star mkubwa kutokea Tanzania tuko naye hapa. Nadhani wengi mnamfahamu Kajala. Kajala sio leo tu. Kajala anatoka zamani. Kitambo sana. Mafilamu depuis Kanumba. Yaani ni star depuis kitambo sana. Mimi nimemfahamu bado sijaanza imba. Na nilikuwa nampenda toka hicho kitambo. Wakati namuona tu mara kwanza mfilamu, maana yake jasho linitoka sana. Na leo sijui kama mliremarke, mwese mliona? Sijui kama mliona, bado anamembesa tujipanguze jasho. Ilikuwa mingi. Mliona jasho kwa mingi yaani hapo mngeona tu ningezimia. Juma yake nilikuwa na maramu ya ajabu kumuona tu. Sasa hapa sio kusema tuko mambo ya kiki au mambo sijui ya nini, hapana. Nampendaga pia nampenda, naendelea kumpenda. Paka sisi nitakufaka tu ndamana mpenda. Sasa nimejibia. Swali lingine. Kusherehekea siku ya wanawake duniani, wanawake tunatakiwa tujitambue, tujue nini tunataka, tufanye kazi, tupende familia, pia tufuate mioyo yetu. I think tuko kwenye dunia saizi ambayo haitakiwi kumtegemea mwanamume. Yaani wote mnatakiwa muende 50-50. Nadhani ndio mapenzi yanapendeza zaidi. Ukimtegemea sana mtu, mwisho siku anakuchoka, anakutafutia sababu, then inaisha hivyo hata kama mnapendana vipi. Kwa hiyo lakini wewe ukitoka ukienda kutafuta na yeye akitoka akitafuta, wote mkileta katikati, au wewe unarudi unamletea mume wako zawadi naye anajisikia. Kwa hiyo wote tutafute.
Kuna wanawake wengi wanafanya ndoa kuwa like priority. Nadhani kwenye women's day hicho ni kitu muhimu cha kuongelea. Kuna wadada wa kingali wachanga wanakuwa wanasema yani kuolewa hicho kigezo cha yani kufika kwenye maisha sahihi. Au nao unaweza kuwashauri? Yes, ni wanawake wengi sana wapo ambao yani wanahisi kwamba akishaolewa yani ndoto yake ni kuolewa. Ndio amefanikiwa. Lakini mimi sidhani kama ni kitu cha muhimu sana. Kama umepata mtu ambaye anakupenda, mnapendana, yes mnaoana. Lakini kama usiforce yani ndoa tu mradi uonekane na dunia umeolewa, hapana. Yeah. Isaac TV. Oh.